Jamhuri Holi hapa mkoa wa Kaskazini Pemba, tukiwa kwenye maandalizi ya kuadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Kauli mbiu ni kwamba mitandao ya kijamii ni haki, zuia ukatili kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo katika kuadhimisha masiku haya 10, mkoa wa Kaskazini Pemba ukishirikiana na Wizara ya Jinsia, Wazee na Watoto imeandaa basi matamasha maalumu ya kukaa na taasisi mbalimbali zinazoshirikiana na wizara, zikiwemo mahakama ya kadhi, zikiwemo wasaidizi wa sheria, wakiwemo madawati, askari polisi. Tupo pamoja hapa leo kwa lengo na madhumuni basi wananchi wetu kuja hapa kutoa changamoto zao moja kwa moja, kupatiwa ufumbuzi ambazo zinahitaji ufumbuzi, ambazo zinahitaji kufuatiliwa zaidi, lakini pia kuna nyingine zitatuliwe hapa. Tumeona maafisa wetu namna wanavyowapokea watu na kuwasikiliza, lakini tumeona zipo nyingi ambazo tayari zimepatiwa ufumbuzi. Kumbe kauli ya Mheshimiwa Rais, shukeni chini, mwende mkawasikilize wananchi changamoto zao. Ni kweli kuna changamoto nyingine, tunao uwezo tukiwa kama watendaji, tukiwa kama wasimamizi kuzimaliza huku ili wananchi wetu kuweza kuishi wakiwa na amani na salama ya nafsi zao. Zipo nyingine ambazo zitahitaji ufuatiliaji wa kina na kufika kwenye vyombo vya sheria, zitachukuliwa hizo na zitakwenda huko. Na kwa mara hii wizara tumebadilisha mfumo sasa. Dawati hili limeshuka chini kwa wananchi. Wizara imeshuka chini kwa wananchi kwenda kukaa nao, kuwasikiliza na kupata ufafanuzi na ufumbuzi wa kina juu ya kadhia zao. Huu ni mwanzo. Hatutaishia hapa kwenye siku 16. Itakuwa huu ni muendelezo wetu, maafisa na watendaji wote tukiambatana na sie wasimamizi wakuu kwenda kuwasikiliza wananchi huko ili kumalizana nao kwa yale ambayo yahitaji kumaliza na yale ambayo yahitaji kuchukuliwa hatua za juu, basi twende nazo kwenye hatua za juu. Tuipongeze wizara, tuwaipongeze mataifa mbalimbali katika siku hizi 16, taasisi za ndani na nje, zisizo za kiserikali ambazo ziko tayari kuondoa ukatili wa kijinsia. Na sie wizara basi tuahidi kushirikiana nao kwa hali na mali kuhakikisha tutatokomeza ukatili wa kijinsia. Na tuseme Zanzibar si tamaduni zetu kufanyiana masuala ya ukatili, kwa sababu tuna mila zetu, tuna tamaduni zetu, tuna itikadi zetu, lakini tu kwa sababu pengine ya wigo wa hii mitandao tu, pengine ndo tumehama kutoka kwenye uhalisia wetu, tumehamia kwenye hali nyingine ambayo si utamaduni wetu. Tuwaombe na toa wito kwa wanajamii wote, Zanzibar bila udhalilishaji inawezekana. Tushirikiane kwa pamoja, tuondoe udhalilishaji. Changamoto yetu kubwa katika hili ni suala zima la muhali. Wazanzibari tuna muhali, na laitani kama muhali tuweka pembeni, Zanzibar udhalilishaji tungesema basi ingekuwa ni ndoto, tungesahau kabisa. Lakini bado hatujataka kuondoa muhali, na hili ndilo linalopelekea changamoto hii ikawa kila siku zikicha inazidi, kwa sababu udhalilishaji unafanyika ndani ya familia zetu, ndani ya jirani zetu, ndani ya jamii zetu, na sote twajuana. Kwa hiyo niwaombe Wazanzibari tushirikiane kwa pamoja, tushikamane, tutoe ushahidi, tulinde watoto wetu. Kwa upande wa wazazi basi, zile ndoa ambazo bado zipo salama zizidi kuimarika na zizidi kuwa salama. Tumeona zaidi watoto wanaodhalilika na wanaopata madhalilisho ni wale tu ambao hawaishi na familia zao, baba na mama, ni wale waliotelekezeka, aidha baba hayupo au mama hayupo. Kwa hiyo tuzidumisheni ndoa zetu, kwa sababu ndoa imara ndio zinazofanya malezi imara na ndizo zinazojenga taifa imara. Lakini ndoa legelege zinapelekea udhalilishaji, na ndoa legelege zinapelekea hata ile familia wenyewe kuwa legelege. Akina mama tujitahidi kukaa na mababa kwa furaha, lakini na mababa pia watupende pamoja na changamoto zetu na vitimbi vyetu tulivyo navyo, atustahimilie maisha iende. Tulee watoto wetu kwa pamoja ili tupate taifa bora madhubuti ambalo litaimarisha kizazi hadi kizazi. Asanteni sana.